Majira ya asubuhi, Lama akiwa kalala na koloma, mkewe akawa anamtikisa. Lama, we Lama, hebu amka, alizidi kuita mkewe. Jamani mke wangu, leo siendi kokote, niache nilale, aliongea Lama akijigeuza. Si ulisema jana unamteja wewe, unampeleka Kawe, na ukasema nikuamshe, aliuliza mkewe. Kweli wife, nimekumbuka. Hivi sasa hivi saa ngapi? aliuliza Lama akikurupuka kitandani. Wengi walizoea kumuita Bigi kutokana na unene wake. Mkewe akajibu, sasa hivi saa 2, alijibu mkewe. Sasa wife, niandalie maji. Hapa nataka nikaoge faster. Chai nitaenda kunywa tu kijiweni, hamna shida, aliongea Bigi akinyanyuka kitandani. Baada ya kuoga na kujiandaa, Bigi alichukua funguo ya pikipiki yake na kuiwasha. Sasa mme wangu, mbona unaacha simu? aliuliza mkewe huku akimkimbizia mumewe ambaye alikuwa anaondoka. Unajua hapa yule dada bwana alisema nimfuate. Sasa simu yake haipatikani, au Musa unapajua kwake? aliuliza Lama baada ya kufika kijiweni hapo maeneo ya Kongoe kanisani. Baada ya Lama kukaa kama dakika 2 hivi bila kupata mteja, akaona bora akajaze mafuta kwanza, ili hata akipata safari ya mbali isiwe shida tena. Basi Sheli ilikuwa mbali kidogo na hapo. Wakati anaelekea Sheli, njiani akakutana na mdada ambaye alionekana kuwa anatafuta bodaboda, maana mara kadhaa alisimamisha bodaboda ambazo alihisi hazina abiria. Vipi dada, unaelekea wapi? aliuliza Lama. Naelekea Toa Ngoma na nahitaji kuwahi kweli jamani, aliongea yule dada. Sawa, 10,000 twende, aliongea Lama. Hamna shida, ila nakuomba kaka, kimbiza boda maana nataka niwahi kweli, aliongea yule dada akijipakia kwenye bodaboda. Safari ilianza. Bigi akakimbiza bodaboda kama imeibiwa. Baada ya dakika kama 10 hivi wakaingia Toa Ngoma. Sasa kaka, hapa tunaenda nyumbani. Kama tukikutana na mtu usiseme kama umenitoa Kongoe, sema tulikutana hapo sokoni, aliongea yule dada. Mtu gani tena dada jamani? Mimi kazi yangu kukuleta na sio kuulizwa maswali. Kwanza naomba hela yangu kabisa. Hapa mambo naona yatakuwa mengi hapa, aliongea Lama akisimamisha bodaboda. Yule dada akafungua pochi akatoa 10,000 na kumpa Lama. Sasa kaka, nyumba ya 3 kutoka pale, ile nyeupe ile yenye miti mikubwa mbele, ndo pale utanishusha pale, alielekeza yule dada. Na kweli Lama akakanyaga mafuta mpaka pale. Lakini wakati Lama anapaki tu, mara geti dogo likafunguliwa. Akatoka mbaba wa makamo, akionekana ni mwenye hasira kweli. Unatoka wapi? aliuliza yule mkaka kwa hasira. Jamani, si nilikwambia kuwa niko sokoni? aliuliza yule dada. We kijana, umemtoa wapi huyu? aliuliza huku akimnyooshea kidole Lama. Jamani, kwani huyu unayemuuliza ni mtoto mdogo? Sikakujibu, umemsikia? Jamani, dada, haya shuka kwenye bodaboda yangu, shuka niondoke, aliongea Lama. Yule dada akaongea kwa sauti ya taratibu. Kaka, hapana, usiniache hapa, huyu ataniua, aliongea yule dada akimbembeleza Lama. Wakati huo yule jamaa alizidi kuwafuata pale walipo.